amepelekea paka mdogo wangu amepoteza kumbukumbu kabisa pale alipo. Yaani hakumbuki chochote na haelewi chochote. Lakini sababu ni Ramso. Shinuna kuna jambo aliniambia kuhusu wewe. Shinuna amekwambia nini madam? Amekwambia nini Shinuna? Kwa bahati mbaya au nzuri, hakumalizia sentensi yake. Kwa hiyo sijajua kitu gani alichokiona kwako. Hivyo basi, nilikuwa nataka kujua Shinuna aliona nini nyumbani kwako. Cha kushukuru amepoteza kumbukumbu. Natakiwa nifanye kila njia mtu yote asijue ukweli huu. Kibendo, nakuuliza wewe, Shinuna aliona nini nyumbani kwako? Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Shinuna hajaona chochote nyumbani kwangu. Kama amekwambia kitu, basi atakuwa amekudanganya. Sijui umenielewa? Shinuna sio mtoto mdogo. Ana akili zake timamu mdogo wangu. Ule ugonjwa umekuja baada. Lakini mimi najua kabisa alikuwa anamaanisha. Naomba uniambie ukweli Kibendo. Kuna kitu gani alichokiona nyumbani kwako? Kwaona force, si ndio? Alafu nikwambieni tu kitu kimoja. Sitaki mnifuatilie katika maisha yangu wewe na mdogo wako. Hello? Hello kaka. Vipi, mbona usiku? Samahani kaka. Hapa lipo mdogo wako hata sielewi. Shida nini ndugu yangu? Toka shemeji yako alipotoka asubuhi mpaka sasa hivi hajarudi. Pole sana. Yeye alikuwaga na kwenda wapi? Aliniaga na kwenda kwa shoga yake ambaye hajaonana naye muda mrefu. Hata hivyo aliniambia kwamba hatochelewa kurudi. Alafu kaka, si unajua kipindi kigumu sana kwangu. Toka nishwe kazi japata na kazi nyingine. Kwa hiyo mke wangu aliniambia kwamba mtu anaenda kuonana naye ni mtu mwenye miradi yake. Kwa hiyo nitapata kazi kwa kupitia yeye. Lakini cha kushangaza, toka alipotoka mpaka sasa hivi hajarudi. Hivyo naingiwa na wasiwasi sana. Sijui kipi kilichomkuta mke wangu. Okay, sawa, mimi nimekuelewa ndugu yangu. Lakini si unajua ni madada, inawezekana wamekutana, wamekwenda katika sehemu za starehe. Mimi nafikiri tujaribu kumpa muda, atarudi tu nyumbani. Sawa kaka. Samahani kukupigia simu usiku. Uwe na usiku mwema.